Mtazamaji wa pishi letu, leo niko katika halmashauri ya Kibaha Misugusugu katika mtaa wa Karabaka. Nimekuja hapa, ni shule ambayo ina mandhari mazuri sana, na kilichonileta hapa siku ya leo ni miongoni mwa shule ambazo zinafundisha somo la mapishi. Nikasema kumbe mpaka somo la mapishi linaweza likafundishwa shule. Sasa siku ya leo tutaenda kujionea wanafunzi ambao wako katika shule hii ambao wameamua kukaa chini na kujifundisha somo la mapishi. Ni masomo kama masomo mengine, na ikifika mwisho siku kuna mtihani. Unataka kujua inakuaje? Unataka kujua huwa wanapika nini na nini? Sasa yote utaona katika kipindi cha pishi letu. Ndio maana nasema kula kujilamba. Leo nitajilamba hapa Everlasting Academy. Ni shule bora kabisa kwa hapa Kibaha. Utakuwa na mimi Salma Juma, lakini kukumbushe nimepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu. Nazungumzia Fresh Spring Fellowship kwa mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha. Huyu si mwingine bali ni baba nao, ni muonaji, anaona kila kitu. Karibu sana ndani ya ngome ya Yesu Kristo. Sasa ngoja niende uko jikoni, naambiwa wanafunzi tayari wameshajipanga, wameshajiandaa, nikaambiwa ziko jinsia zote, ke na me. Sasa ukitaka kwenda kuwaona, baki hapo hapo. Tunasema kula kujilamba. Naenda zangu jikoni. Nimekutana hapa na mwalimu wa somo la mapishi katika shule ya Everlasting Academy. Habari yako mwalimu? Salama, karibu. Asante sana. Unafahamika kwa jina gani? Naitwa Hadija Mugara. Ni mwalimu wa mapishi katika shule ya Everlasting Academy. Ili wazo la kufundisha somo la mapishi lilikujaje? Hii ni ajira. Mimi kwangu ni ajira. Nimeajiriwa na mwenye shule kwa ajili ya kufundisha hili somo. Naona ni shule, hakuna, sidhani kama zipo, ni chache ambalo linafundisha somo hili la mapishi, lakini naona hapa Everlasting Academy wanafundisha somo la mapishi. Unataka kutuambia nini labda faida ya kufanya kitu kama hichi? Faida yake ni kwamba mtoto anapata ujuzi pamoja na kujifunza masomo mengine ya sekondari, lakini pia anapata ujuzi wa kupika. Na unajua upishi ni muhimu, kwamba kila mtu ambaye anakula ni muhimu ajue kupika. Na una prove vipi kuangalia kama huyu ameweza kupika, huyu bado hajaweza kupika? Huaga mnafanyaje ili kuweza kuwapima katika sehemu hiyo? Tunafanya practical. Tunafanya practical, kwa hiyo wale ambao wanaweza basi tunaendelea na somo lingine. Wale ambao bado wanaendelea na wao mpaka waweze. Na siku leo umepanga kutupikia kitu gani? Leo tutapika visheti. Visheti. Basi sawa. Mtazamaji, leo mimi jungu hili kuu si la kwangu bali ni la Madam Dija hapa, ndiye namwachia jungu hili kuu. Mimi leo nakaa pembeni kabisa kuona namna gani watoto wetu wazuri ambao ni taifa la leo kabisa, namna wanapofundishwa namna kupika visheti vizuri kabisa. Nikukumbushe tu kuwa nimepewa nguvu kubwa na madhabahu ya Yesu chini ya mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha, baba lao muonaji. Leo mimi namwachia Madam Dija pamoja na wanafunzi wa Everlasting Academy watuonyeshe namna ambavyo ujuzi wa jikoni ulivyo. Leo pishi letu iko kitofauti, basi usikae mbali, kaa hapo hapo uone namna gani ambavyo tunaenda kula. Kula kujilamba, tunaenda kujilamba visheti. Lakini kabla ya
Mtazamaji, tayari kama unavyoona visheti vipo, wanafunzi wameshamaliza, ni visheti vinavutia kwa kweli. Mwalimu, unajisikiaje kufundisha darasa la mapishi kama hili hapa? Kwa kweli mimi najisikia furaha sana kwa sababu ninatoa ujuzi ambao ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Na kama unavyoona wanafunzi wamepika visheti ni vizuri. Hata wewe pia unaweza kaonja. Nataka nionje hapa. Nasema kula kujilamba. Hakuna kazi isiokuwa na changamoto. Mwalimu Dija, natamani nijue kwa upande wako kupata ili darasa ukiwa unafanya, ni changamoto gani ambazo unapitia? Changamoto ambayo tunapitia ni kwamba wakati mwingine mtoto anaweza akaungua. Hiyo ni changamoto moja hapo, lakini nadhani changamoto kubwa ni kuungua. Aha. Hasa nimefika hapa. Nataka ni testi nione namna ambavyo visheti vilivyokuwa na ladha nzuri. Kama unavyoona hivi, tukiangalia ni watoto wanakadiriwa kuwa na umri wa miaka mingapi? Nadhani kwenye miaka 15, 16. Wow, 15, 16. Mtazamaji, kiukweli kwa dunia sasa hivi kuna mtu Mwalimu Dija ana miaka yake 30 na kitu 40, lakini hajui kabisa kupika visheti. Lakini unaona shule hii ya Everlasting Academy wamehakikisha wanawajengea watoto misingi mizuri. Ni watoto ni wadogo lakini wanaweza kupika visheti. Ngoja mimi nionje hapa nione jinsi hali ilivyo. Kula kujilamba jamani, visheti ni vitamu, visheti ni vizuri. Mimi nimefurahi sana. Ngoja nizungumzie hapa. Unaitwa nani? Karen. Kwa nini uliamua kuchagua darasa la mapishi? Sababu nataka nikifika nyumbani nimsaidie mama kupika. Umsaidie mama kupika. Unapenda sana kupika. Unapendelea chakula gani? Seafood. Seafood kama ya nini, labda ya fish? Samaki na pweza. Samaki na pweza. Unajua kupika samaki? Basi siku nyingine nitakuja ili unifundishe na mimi namna kupika samaki. Haya, asante sana. Hongera, vinavutia. Sasa tumeona mara nyingi wapishi wengi ni wanawake, lakini hapa nimekutana na mwanaume huyu, chef wa kimataifa. Ujambo? Sijambo. Unaitwa nani? Vincent. Vincent, unatamani kuja kuwa nani? Mimi natamani kuwa engineer. Unatamani kuja kuwa engineer, lakini engineer ambaye unajua kupika masotojo. Engineer ambaye uko vizuri. Kwa nini umeamua kuingia kwenye darasa la mapishi na wewe ni mwanaume? Hii ni kwa sababu ya maisha yangu. Kwanza nataka tu nije kuwa na kazi yangu, lakini nijue kupika. Ujue kupika. Ni nani ambaye anatamani kufungua restaurant, hoteli hapa? Nani anatamani? Nani anatamani siku moja? Unatamani? Wewe tushazungumza. Ngoja niongee hapa na wewe. Unatamani uwe na restaurant? Katika restaurant yako unatamani wewe unapika vyakula vya aina gani? Unaitwa nani kwanza? Nani? Ongeza basi sauti. Unajua ndo Mama Samia baadaye. Unaitwa nani? Aha, unatamani uwe unapika vyakula vya aina gani? Vyakula mbalimbali, kuna vitafunio vya visheti, chapati, vyakula mchana, wali, sinia. Kwa jinsi unavyoona ukifungua biashara ya chakula inaweza ikakuletea faida gani? Kwa faida unaweza kupata hela, kama hela unaweza kupata ni kama mtaji, kuongezea vitu, kaendelea kusambaza biashara yako. I say, hongera sana. Na unatamani siku moja umpikie kiongozi gani? Kiongozi labda kutoka nje ya nchi, ukalika shughuli mbalimbali, kumpikia rais, waziri mkuu, wilaya. Ndio. Haya, all the best.